atakuwa na mwisho mwema. Allah anasema fasbir innal aqibata lilmuttaqin, huwa na subra, mwisho mwema ni kwa cha Mungu. Sheikh Al-Uthaymeen anasema katika aya hii, wa yajibu ala al-insan an yantadhira al-faraj wa yasbir ala ma yalqahu fa inna al-aqibata takunu lahu. Anasema ni wajibu kwa mtu awe na angojee faraja, awe na mwenye kusubiria faraja ikiwa mambo yamekuwa ni magumu kwa yeye, afanye subra, awe na subra, kwani mwisho mwema mwisho mwema utakuwa ni kwake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema fasbir innal aqibata lilmuttaqin. Ndio hapa sema wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa cha Mungu. Wala udwana illa ala dhalimin, shakasema wala udwana illa ala dhalimin, na hakuna uadui isipokuwa uadui unapatikana kwa madhalimu. Hakuna uadui isipokuwa ni kwa madhalimu. Na maana hapa anakusudia kwamba uadui wa kulipa. Kuna uadui kwa aina mbili, kuna udwanul mukafaa wa udwanul ibtidai. Kuna uadui wa kulipiza na kuna uadui wa kuanza. Uadui wa kulipiza ni vipi? Bi maana ni kisasi. Kama mtu anakufanyia ubaya, basi utaulipa ubaya kwa kipindi aliyokufanyia, yani kulipa kisasi. Kama Allah alivyosema, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum, au katika aya nyingine fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Allah anasema yule ambaye atakaye kufanyieni uadui, basi fanyieni uadui kwa mithili alivyokufanyieni. Kama kuna mtu labda mathalan amekudhulumu, amechukua haki yako, utakufanya utafanyaje? Utaichukua ile haki yake, ima kwa kumshtaki, kumpeleka katika vyombo vya kisheria. Hii inaitwa udwanul mukafaa, ni uadui wa kulipiza. Kuna udwanu al-ibtidai, uadui wa kwanza, maana mtu anaanza kumfanyia mtu uadui pasina sababu, na hii inaitwa ni dhulma. Hiyo ni dhulma. Wanasema hapo wala udwana illa ala dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nakiri na nashuhudia ya kuwa hapana mola mwabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah wahdahu, peke yake, la sharika la, hana mshirika, almalikul haqq, ni mfalme wa kweli, almubin, wa wazi kabisa. Wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia ya kuwa Muhammad, hakika Muhammad, abduhu, ni mja wake, wa rasuluhu, na ni mtume wake, khatamun nabiyyin, wa mwisho wa manabii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho katika manabii, hakuna nabii baada yake. Yule atakayedai kwa yeye ni nabii, bila shaka ni mwongo, ni dajjali. Na kama ni Muislamu akiitakidi katika moyo wake kwamba unabii bado unaendelea, bila shaka atakuwa amekufuru, bila shaka atakuwa amekufuru. Na kuna baadhi ya makundi ambayo
yanayojinasibisha na Uislamu. Itikadi yao wanadai kuwa unabii bado unaendelea, unabii bado unaendelea kama madhhabu kama kikundi cha Ahmadiyya, kama kikundi kinachoitwa Ahmadiyya al-Qadiani. Wao wanadai kwamba kuna nabii atakayekuja anaitwa Mirza Ghulam Ahmad, kwamba huyu nabii wao anayesubiriwa atakuja. Na itikadi kama hii, itikadi batili, ni itikadi ambayo ni batili, sio sahihi. Na atakaitikadi hivyo kwa unabii unaendelea, wao watakuwa wamekufuru na hoja zao, kwa sababu Qur'ani imekuja wa khatamun nabiyyin, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho. Wao wanafasiri khatam bi maana zinatun nabiyyin, mtume ni pambo la manabii. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu khatam pia inatumika kama pambo. Kwa hiyo wakafasiri kwa aya hii inakusudiwa ni pambo, sio nabii wa mwisho, kwamba unabii bado unaendelea. Kwa hiyo itikadi ambazo zipo na itikadi ambazo sio sahihi. Ndio maana tunasisitiza watu wasome aqida ahli sunnah wal jamaa. Ukisoma itikadi ahli sunnah wal jamaa utajua makundi yote ambayo yamekhalifu itikadi sahihi, ambayo itikadi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea Sheikh asema wa imamu lilmuttaqin, na ni imamu wa wacha Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye ndio imamu wa wacha Mungu wote, yeye ndio imamu wao sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sallallahu alaihi wa alihi, na sala na salamu ziwe juu ya watu wake, wa ashabihi, na masahaba wake, wa man tabi'ahum, na wale waliofuata wao, bi ihsani, kwa wema, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Kisha Sheikh anasema amma ba'du, amma baada ya utangulizi huo, fa inna Allah ta'ala, kwa hakika Allah aliyekuwa ametukuka, arsala rasulahu, amemtuma mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad swalla na salam ziwe juu yake, bilhuda, amemtuma kwa uongofu, kwa huda, wa dini alhaq, na dini ya kweli. Arsalahu rasulahu Muhammadan, amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bilhuda, kwa uongofu. Na wanaochuoni wanasema bilhuda, uongofu hapa unakusudiwa ai al-amal al-ilmu an-nafi', al-ilmu an-nafi', elimu yenye manufaa, ndio inaitwa al-huda, uongofu. Wa dini al-haqqi, na dini ya kweli, ai maana yake al-a'malu as-salihah, ni matendo mema. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake Muhammad kwa ilmu na matendo mema, kwa uongofu na dini, rahmatan lilalamin, kuwa ni rehma kwa ulimwengu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuma kuwa ni rahma kwa ulimwengu wote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukukutuma wewe Muhammad isipokuwa ni rehma kwa ulimwengu wote. Wa qudwatan lil'amilin, wa qudwatan lil'amilin, na ni kiigizo kwa watendaji.
wanaotenda wote wanamuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale watendaji wa ibada watakikana kiigizo chao kiwe ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hujjatan ala al-ibadi ajma'in. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika vile vile ni hujja juu ya waja wake wote, juu ya waja wote, yeye ni hujja.